Okay, sasa hii ni hatua ya pili, ya utengenezaji wa sabuni za miche, kwa maana tukiachana na siku ya kwanza ile, sawa? Kwa hatua ya pili ni kwamba tunaongeza kitu kinaitwa sodium silicate kwenye solution yetu ambayo tumeshaiandaa, lengo kuifanya sabuni yetu iweze kuwa ngumu na kuweza kuchelewa, sawa? Kwa ukishaongeza sodium silicate unaweka pembeni. Ukishaweka pembeni sodium silicate, kinachofuata ni kwamba tunaandaa sanduku letu, tunaweka nailoni letu safi kabisa katika sanduku, then hatua ya uchanganyaji wa mafuta na caustic soda solution itafuata. Kumbuka, hii ni hatua ya pili na ambayo huwa inafanyika siku ya pili ya utengenezaji wa sabuni za miche, sawa? Hatua ya kwanza nilishaiongea na nikasema subscribe ili uweze kupata notification utakapoweka video nyingine. Kwa hiyo kutakuwa na video ya 3, kwa hiyo ni vyema kwa subscribe ili uweze kuona. Sasa sanduku lako lazima liwe na sifa kufunguka kama lilivyofunguka la kwangu hilo. Baada ya hapo utatandaza nailoni lako katika sanduku, then reset katika mazingira ya kuweza kwa maana chimbia ili tukavyoifunga basi tuweze kupata surface ya sanduku ambayo ni mzuri, ambayo ni laini, kwa maana sije sabuni yetu ikawa na mipinde kwa maana wrinkles, basi kuwa hivyo, sawa? Kwa hiyo utatandaza nailoni lako juu, then utakuwa unaliweka sawa, unaliweka vizuri, then unaanza kuweka upande mmoja kama unavyofanya hapo. Utainua, then utaweka, then utafungua upande mwingine wa pili. Utaweka nailoni lako vizuri, hakikisha unalilainisha kwa maana lisipinde, lisiwe na migongo. Kama inakuwa na migongo basi unarudisha nyuma tena, unaliweka sawa, then ukiona limekaa level, lipo laini kabisa, unaliinua, then unaangalia na upande mwingine, unasogeza una set nailoni yako vizuri, then unabinjua tena upande wa pili na kuwa safi kabisa. Hivyo ndivyo jinsi ya kuweza kufanya. Sasa kuna mwingine akasema, vipi siwezi kutumia labda kushonea moja kwa moja kwa maana kupigilia misumari nailoni? Wengine huwa wanafanya hivi, lakini mimi huwa nimezoea sana kufanya hivi, unaona? Na sometimes mazoea hujenga tabia. Basi kikubwa uwe na nailoni ambalo halijatoboka hata sehemu ndogo, sawa? Kwa sababu likitoboka litaanza kupenyeza uji, na kabla sabuni yako haijaganda basi unakuta uji unachomoza kwa nje, sawa? Unakuta unamwaga vitu kama hivyo. Kwa hiyo yapaswa kuwa hivyo. Make sure nailoni lako ni nzima kabisa. Haya nailoni zinapatikana kwenye maduka ya hardware. Ukienda pale naomba nailoni unauza kuanzia mita 1, unauza mita 2, lakini hata mita 1 inatosha. Inategemea na masanduku nayo mangapi. Kama sanduku mawili, mita 1 inatosha, sawa? Yes, hata akiwa na ukubwa gani yanatosha tu. Yes, hapo tayari ukiona upande mwingine ushaweka sawa, basi unachukua lock yako unafunga, sawa? Hiyo ni lock ambayo unafunga na kufungua. Tafsiri yake nikifungua sanduku linajiuaga pap, na ninapofunga basi sanduku linakuwa limekaza. Tafsiri yake inaniwea rahisi sana wakati sabuni yangu tayari mshaganda, kuweza kufungua na kuweza kuitoa sabuni katika sanduku na kuweza kukata. Sawa, hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment kama umependelea video hii. Hii ni hatua ya pili ya utengenezaji. Sasa tushamaliza zoezi letu la kuweka nailoni au kuandaa sanduku letu, sawa, ambao ndo kasimama siku ya pili. Baada ya hapo kasimama hatua ya kwanza. Baada hapo ni kuweza kuchanganya mafuta pamoja na caustic soda solution kama ninavyofanya hapo. Mkiwa wawili, mmoja anaweza kama mimina ile solution kwenye mafuta huko unakoroga. Kama uko mwenyewe unaweza kuamua tukutia tu pap, alafu baadaye unakoroga safi kabisa. Unaona hapo tunakoroga. Ni hatua yetu ya pili au ni hatua ya siku ya pili kama unavyoona hapo. Vitu kama hivyo. Be positive, jasiriamali unalipa. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment. Pia tunayo madarasa ambayo tunafundisha kule kwa WhatsApp na Telegram. Kama unapendelea kujifunza zaidi, njoo WhatsApp. Sema teacher nataka kujifunza zaidi kutengeneza sabuni za miche aina mbalimbali, mithili ya jamaa, magadi na vitu vingine. Utapewa mwongozo wa kazi husika, utajiunga darasani, utalipia ada kidogo. Kama unavyojua elimu ni gharama, lakini ujinga ni gharama zaidi. Pia tunazo kozi nyingi sana: sabuni za miche, sabuni za maji, bidhaa za nywele, ubuyu wa vipande, ubuyu wa Zanzibar, vijora vya batiki na vitu vingi sana. Kwa karibu sana darasani uweze kujifunza yaliyo mengi. Tutakusimamia, utapewa connection ya malighafi, connection na vifungashio, watu ambao wanahusika na stickers, logo na vitu vingi sana. Be positive, jasiriamali unalipa. Jiunge leo. Hii ni hatua yetu ya pili. Video ambayo inafuata ni hatua ya 3. Usikose kusubscribe uweze kuiangalia.